Dolphin Kerubo. Na mtoto anaitwa Hansel Michael. Nilipigiwa simu asubuhi. Sijui saa ngapi. Nikaambiwa nikimbie Bosongo. Na anaitwa Sister Matilda, ni head teacher kwa hiyo shule. Nikamuuliza kuna nini, mtoto ni mgonjwa, akanieleza, akaniambia kimbia. Nikafika katikati akanipigia hujafika, nikamwambia kwani kuna nini. Kufika huko akaniambia nikae, mtoto anashughulikiwa. Nikakaa kidogo, nisipokaa nikasema nataka nione mtoto akishughulikiwa. Nikaingia kwa room next, hakukuwa na mtu. Nikaingia kwa room next, hakuna mtu. Nikaingia room ya 3, hakuna mtu. Ananiambia eti mtoto anashughulikiwa, weka. Nikasema hapana, mniambie ninaenda na mtoto wangu. Nikaenda next, nikaonyesha mtoto wangu amelala. Hata alikufa akaandikwa jina kitambo. Ananiambia eti alikolapsi akaanguka kwa shule akakufa. Sasa sijui kwa mgonjwa, nimeongea na yeye like 3 days ago. Mwalimu alinipigia, alikuwa anataka graph book. Nikatuma pesa, mtoto akaniambia ako sawa. Kwa mtu ameniambia mtoto ni mgonjwa. Sasa sijui. Mtoto sasa mimi sijui. Nataka kujua nini liwa mtoto wangu na kuwa mgonjwa. Ugonjwa ni mtoto alipiga shule na elbow. Sema atakwenda shule wanachapwa vibaya. Wanapiwa vibaya. Akalia akifungua second term, akamwambia mtoto vumilia, next year tutakutoa. Akaniambia mami hiyo shule hapana. Nikamwambia ni nini? Akasema ukiuliza nitauawa. Sasa akaniambia. Lakini alikuwa analia sana. Nataka kwenda hiyo shule. Ako grade 7. Kwa majina mimi naitwa Moses Nyakoni, ambaye amefiwa ni rafiki yangu na ni relative yangu, na tunaimba na yeye katika huduma wa muziki. Tumekuja kushuhudia mtoto wake ambaye aliambiwa amefariki. Na tulipofika hapa hospitali ya Bosongo, tumeitwa na wale ambao wanasimamia mashule, Ministry of Education, lile ambalo wamelitafuta kutoka kwa shule kuja kutuambia ni kwamba mtoto alikuwa vizuri, mtoto akakula breakfast vizuri, akafanya mtihani, alikuwa anaenda kuserve tea break. Hapo ndipo alianguka, watoto wenzake wakamshikilia na wakampeleka kwa matron wa shule. Kutoka hapo matron alimrifaa kwenda kwa hospitali inayoitwa Olive Mount Olive. From there wale walisema hawatawezana, wakampeleka hapa Bosongo. Na hapa Bosongo alifikishwa, hatujui kwamba alifikishwa akiwa amekufa ama alikuwa anashughulikiwa, kwa sababu ripoti ambayo mama yake anasema aliitwa akaambiwa mtoto ni mgonjwa anashughulikiwa. Baadaye ndio tukapata information kwamba mtoto ameaga. Ya, hiyo ndio tumeambiwa. So wao wanasema kwamba postmortem ikifanywa ndio watashughulikia, waangalie kwamba mtoto alikufa akiwa ameanguka huko shule ama alikufia akiwa hospitali ya Olive ama alikufa akiwa hapa. Hiyo ndio ripoti hao wametupea. Yeah. Ndio hiyo anafaa wengine kwa mwili na peleka kama kama ni nyumbani amechoka kufurushwa hivi atakula hata alibaki sina muhimu yale kwa kuna information nyingine wenye wametangulia kwa sawa wenye wametangulia Jasa Morita Vincent ndio kino mu assistant Jules Jizere. Hata mruka yako ni hapa ya SS Mosocho na DCC. Kendo tena batei. Dimete majungu iko kuna kulia. Patinale ngoba sababu because abana bande mbale class na other rooms totulie. Mo DCC okututu central ngo chare ga boni. Na security team. Alafu keraba achireba whole day meeting na school administration. Keraba nyorire the answers. Doche gaiga the gathering baba addresses the public in Balaza baba explanatory administration in Yaba Dairi 1 to 3
alafu kuruga abu na turanyora machi abone boni ganchira bani ai karanse Naitunge tukulete una abaibori akutolende tabana aba. Wewe kimya. Wewe kama usikii kimya. Songo tebaiga. Toko weke liogi. Nataka kuomba tutulie, then tutapata official information. Na official information hatuwezi kuleta mnasema mtoto aletwe aongee, no. Things are channeled in the right way. Then from there, we come on to your makwane, we approve the exact report of what happened. For not to wake you, you're going to talk about we will. Wote wenye wangekuwa labda wangepata nafasi ya kuongea kwa niaba ya shule yetu ya Bururu, nasema pole to St. Mary's, but above all tumekuja to encourage each other. Kwa vitu zingine inakuwa ni ya Mungu, na vile mwenzetu amesema vizuri, tuelewane vile tutaenda mbele. Kwa familia tunasema pole, kwa relatives pole, kwa wote ni huzuni. Speaking as a mother, ni huzuni sana, lakini ya Mungu hatuwezi jua. And more especially when I picked that the boy even sat the morning exam. Hiyo karatasi yake iko kwa meza ya mwalimu, inangoja at least wakisahihisha na itakuwa kwa wengine, kwa zingine. It is painful, na sisi zote tukiwa kwa hiyo njia, we encourage the parents, to encourage watoto wetu wasione dunia imekuja mwisho. Let's encourage them. Kwa mwenye walikuwa wameketi na yeye, tuseme wakimaliza mtihani wamepanga laini, wanakuwa served chai, akufikia hiyo chai, tuseme unajua itategemea vile tutaichukua, ndio iwapee moyo wachue maisha, kila mtu akona pahali inaishia. So ni pole, na tuelewane na tuendelee ku-encourage our young ones, sababu wako na maisha pia ya kuendelea. Pole, thank you. Nikiungana na mimi kutoa rambirambi zangu, na kwa niaba pia Ministry of Education kwa yale ambayo ametokea kwa kumpoteza kijana wetu wa shule vile wengine wamesema. Nitakuwa mfupi wa unenaji. Kwa jina ni Newton Okwatsa, ambaye ni Sub County Director of Education hapa Kitutu Central. Nimepashwa hii habari kuanzia saa 4:30. So kuanzia saa 4:30 nimekuwa nimefuatilia haya mambo yote yalivyotendeka mpaka hospitali ya mwisho penye alikuwa amefikishwa. Yale ambao ningependa tu kumsii wote ambao tuko hapa ni kwamba tuachukulie haya mambo na utaratibu ambao unatakikana.
I am speaking like this because I know of the emotions, yes. But I want to plead with each one of us, can we allow the systems of investigation to go on so that we don't speculate? Unfortunately, issues about speculation zinajaza. Umeambiwa hivi, kijana alikuwa kwa laini, alikuwa hata amefanya mtihani, alikuwa anangojea kula chakula. Nimesikia mwingine akaniambia pengine hiyo chakula ndio ilikuwa nafanya, alikuwa anahisi njaa sana akakufa. On a serious note, tunasema tuweke mambo vile yanatakikana pasipokuwa na laama. We take the responsibility. So being brief as it is, for now, the Quality Assurance and Standards Officer, this officer ndio shule ilipotujulisha tutakuwa na yeye kulingana na utaratibu wetu ambao tunaendelea na uchunguzi. Ilipofika pale nika escalate the relevant authorities ambaye ni Deputy County Commissioner ambaye amemobilize all of us to be here. What am I saying? I'm saying all of us are sharing in this unfortunate calamity. But even as we do that, let us do it with the harmony that's supposed to be there. That is my plea on behalf of education. I want Madam... Nataka kuzingatia itifaki zote za viwango vya utawala na ninataka kusema kwamba poleni kwa msiba huu umetukumba sisi wote. Mnapolia hapo, hata sisi tunalia kwa sababu mtoto si wenu. Mtoto ni wa serikali na tulikuwa watu wa kwanza nafikiri kufika pale hospitalini, tukaambiwa yaliyojiri, tukaanzisha uchunguzi, tukazungumza na wazazi na jamaa ya marehemu. Nafikiri kufikia muda ambapo tulitoka pale kwenye chumba chetu cha mashauri, walikuwa wameelewa kwamba msiba, kifo hukupata mahali popote. Lakini kawaida ya binadamu hatujawahi kubali kifo, ndio maana kikitupata tunaomboleza sana. Hata ukiwa nyumbani kifo kinaweza kukupata, ukiwa njiani kinaweza kukupata. Hiki kimepata mtoto wetu shuleni. Alivyosema, naomba utulivu uwepo. Sisi tuna habari zaidi ya ile nyinyi mko nayo, ila hatuwezi kuwapatia kwa sababu lazima tuzingatie sheria zinazofuata ili kutoa taarifa zozote kuhusu shule yetu. Na nataka kuomboleza tena na kuwafariji wazazi, walimu, wanafunzi na jamii pamoja na wazazi wote wa shule hii, na kuwaomba kwamba msaada wenu ni kutusaidia watoto waelewe kwamba mwenzao ametuaga, ila tusizue vita badala ya kuwasaidia kuwa na nguvu. Asante sana.